palikuwa na mtoto mmoja ambaye yeye mtoto alikuwa darasa la chini, yani alikuwa darasa la chini zaidi, lakini huyu mtoto darasani alikuwa ana akili sana, na mwenyewe akajiona kwamba ana akili sana. Ndipo ikafika hatua akaamua kumfuata mwalimu wake wa darasa, akamwambia, mwalimu, nakuomba unipeleke madarasa ya juu ili nifanye mtihani nimalize shule. Mwalimu akashangaa sana kuona ujasiri wa mtoto. Mwalimu akamwambia hivi, hilo jambo halitawezekana, lakini mtoto yeye alijaribu kumlazimisha sana mwalimu, lakini mwalimu akamwambia, sawa, isiwe tabu, mimi hizo taarifa ngoja nimfikishie mwalimu mkuu, maana yeye ndo ana mamlaka ya kukupandisha wewe darasa. Ndipo mwalimu wa darasa akaamua kumfuata mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu akasema, huyo dogo nataka nimuone, ambaye anasema yeye kila kitu anachofundishwa darasani anakijua. Ndipo asubuhi na mapema kabisa mwalimu mkuu akakutana na yule mtoto staff. Mwalimu akamuuliza, akamwambia hivi, nimesikia taarifa zako kwamba unataka tukupeleke darasa ya juu, lakini kabla sijaamua kukupeleka madarasa ya juu ili ufanye mtihani umalize kabisa shule, nataka nikuulize maswali 5, na hayo maswali ukinijibu mimi nitakupeleka madarasa ya juu. Mtoto akasema sawa. Akamuuliza swali la kwanza, palikuwa na ndege moja iliyobeba matofali 200, na tofali moja likaanguka juu ya ndege. Je, yatabaki matofali mangapi kwenye ndege? Mtoto akajibu, yatabaki matofali 199. Mwalimu akasema vizuri. Mwalimu akauliza swali la pili, nielezee tekniki za kumuingiza tembo kwenye friji. Mtoto akajibu, unafungua friji, unamweka tembo, alafu unafunga friji. Mwalimu akasema vizuri. Kauliza swali lingine, kamwambia hivi, nielezee tekniki za kumuingiza nyani kwenye friji. Mtoto akajibu, unafungua friji, unamtoa tembo, alafu unamweka nyani, unafunga friji. Mwalimu akauliza swali lingine, Mfalme Simba alikuwa na sherehe, na katika sherehe yake alialika wanyama wote, lakini kasoro mnyama mmoja tu hakutokea katika sherehe yake. Je, huyu atakuwa ni nani? Mtoto akajibu, huyu atakuwa ni nyani. Mwalimu akauliza, sababu gani ni nyani? Mtoto akajibu, kwa sababu nyani tulimfungia kwenye friji. Mwalimu akatabasamu. Akauliza swali lingine, palikuwa na bwana mmoja ambaye alitembea sehemu nyingi zenye hatari, ikiwemo polini na sehemu mbalimbali, lakini huyo bwana wakakuta siku moja amelala amekufa. Je, kilichomuua ni nini? Mtoto akajibu, kilichomuua ni tofali lililoanguka juu ya ndege. Hii ni hadithi ya akili, ushawishi na maono, kama utakavyoona baadaye kwenye simulizi ya John Mucas, mtu ambaye aliamini kwamba kompyuta zinaweza kufikiri kama binadamu, wakati wengine walimkosoa kama mtoto aliyefikiri mbele ya muda wake. John Mucas hakukubali mipaka ya kawaida ya sayansi. Alijua kama unaweza kuelewa kila kitu unachojifunza, unaweza pia kufanikisha ndoto kubwa zaidi. Mtoto alijibu maswali kwa mantiki na ubunifu. Hii inaonyesha kwamba akili ya ubunifu inaweza kutatua matatizo makubwa kwa njia rahisi na ya kipekee. Na vivyo hivyo John Mucas akiwa na ndoto ya artificial intelligence alijua mashine zinaweza kufikiri, kujifunza na kutatua matatizo makubwa ya dunia, kama mtoto alivyoona suluhisho kwa maswali magumu. Sasa leo tunataka tumwangalie mtu wa kwanza kutamka neno artificial intelligence, yani AI. Pia tutaangalia changamoto alizokutana nazo na jinsi alivyofanikisha wazo lake ambalo limebadilisha kabisa teknolojia ya dunia.